Tunaanza na wajibu maombi au walalamikiwa, ambao kwenye kesi yetu tumesema wako watano: msajili wa vyama, msimamizi mkuu, mwanasheria, BAKWATA ambao Baraza Kuu la Waislamu, na Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania. Au ndio wajibu maombi ambao wanatakiwa wajibu sasa wale walalamikaji au waombaji. Wakaanza wajibu maombi namba 1 mpaka 4, walipinga madai yake. Yaani BAKWATA, mwanasheria mkuu, msajili wa vyama na msimamizi mkuu walipinga madai hayo, kwamba wakasema mahusiano ya usajili na usimamizi wa taasisi za kidini, haya mashirika ya kidini na vyama vya kidini, yanasimamiwa na sheria ya vyama The Society Act na kanuni zake, pamoja na sheria ya usimamizi wa wadhamini The Trustees Incorporation, ndio inasimamia masuala ya usimamizi ya wadhamini. Wasema sheria hizi zimeundwa ili kuhakikisha utambuzi rasmi na utambuzi wa mashirika, ili kuzuia uingiliaji kati ya vikundi vyenye nia mbaya, hivyo kulinda amani na usalama na kuhakikisha ulinzi wa uhuru wa kidini. Walivyojibu ndio hivyo. Na wakaendelea kusema kuhusu kanuni za bodi za mafunzo ya ufundi stadi, katiba na mienendo ya bodi kama nilivyosema awali ya mwaka 1981, walionyesha kuwa hizi zilitungwa chini ya sheria ya mafunzo ya ufundi The Vocation Training Act ya mwaka 1974, ambayo tangu wakati huo imefutwa. Kwa zile sheria ambazo wanalalamikia, ile sheria wanalalamikia ile ambayo inatoa kanuni, ile kanuni ambayo wanalalamikia ilifutwa tokea kipindi hicho. Kwa hivyo haiwezi kuchukuliwa kuwa kinyume na katiba. Tulisema sheria ambayo imefutwa maana yake haifanyi kazi, hatuwezi kuitumia, hatuwezi kuifuata. Kuna maana inamaanisha kwamba hiyo sheria au hiyo kanuni imefutwa, kwa hiyo haiwezi kufanya kazi. Na kama haiwezi kufanya kazi, haiwezi kwenda kinyume na katiba, kwa sababu haiwezi kuitumia au haitumiki. Sasa Baraza Kuu ndio wamejibu. Kwa hiyo mjibu nao maombi namba 1 mpaka namba 5 walipinga kwa namna hiyo, kama tulivyotaja. Nadhani nakumbuka walijibu kwa namna. Sasa mawakili walalamikaji wanadai kwamba tangu BAKWATA ilipoanzishwa mwaka 1968 na kusajiliwa na msajili wa vyama, ameteuliwa isivyo haki kama shirika pekee la Kiislamu, kwani katiba yake inazingatia Waislamu Sunni Shafi kujiunga na chama hicho, ambao wanakubali maagizo yake, maagizo ya Imam Shafi, na hivyo kuwatenga wengine na kukiuka haki ya katiba za Waislamu za kujumuika na kufanya shughuli za kidini. Kumbe watu tumeelewa kwamba nikaja wanaandika kwamba BAKWATA sio baraza la Waislamu wote kwa mujibu wa katiba yao BAKWATA. Haya, tuendelee. Usajili huo ulikusudiwa kwa Waislamu wanaokidhi sifa maalum. Wanaendelea kusema walalamikaji wakidhi sasa, sababu ndio wakidhi hapa. Usajili huo ulikusudiwa kwa Waislamu waliokidhi sifa maalum, si kama mwakilishi wa kipekee wa jamii nzima ya Waislamu. Umejipata na kuwapata mikaji. Na kwa hivyo sharti ya serikali kwa Waislamu kuwa BAKWATA pekee ni kwenda kinyume na sheria na kuingilia katiba yenye uhuru wa kidini na inakiuka ibara ya 19 na 20. Kwa inamaanisha kwamba kwa jinsi nilivyoelewa kwamba kuna madhehebu mengine au mashirika mengine ambayo hayafuati itikadi za Imam Shafi. Ndugu zangu Waislamu, na imani kama mnanielewa, kuna itikadi za Imam Shafi na itikadi au madhehebu mengine ambayo hayafuati masuala ya Shafi. Hayo madhehebu ni yapi? Tutayajua. Naomba tuendelee. Ndio maana walalamikaji zaidi ya hayo walisema msajili wa vyama na msimamizi mkuu wamemteua BAKWATA kama mamlaka kuu ya kidini ya Kiislamu au shirika kuu la jamii ya Waislamu. Mojawapo ya mashirika ya usajili wa msajili wa vyama na msimamizi mkuu ni kuwasilisha barua ya marejeo au utambulisho kutoka kwa mamlaka hii inayodaiwa kuwa kuu BAKWATA. Na hata hivyo, sharti hilo haliamliwi kikatiba wala kisheria. Katiba, sheria ya vyama, kanuni zake zinahusiana, wala sheria ya ujumuishaji wa wadhamini The Trustees Incorporation Act hazihitaji kutoka kwenye mamlaka kuu ya kidini. Umenipata hapo? Kwamba huyu msajili wa vyama na msajili wa vyama na msimamizi mkuu kumteua BAKWATA kama msimamizi mkuu pekee, zile barua za utambulisho na utambuzi zote ambazo zitapelekwa na mashirika mengine zipitie kwanza kwa BAKWATA kama wao wanapomtambua msajili, wanapomtambua kama ndio msimamizi mkuu na pekee na mamlaka ya Uislamu wote Tanzania. Kwa zipitie huko, alafu ndio ziende kwa msajili mkuu na msimamizi mkuu, ambapo hiyo process yote ambayo wanasema msajili mkuu na msimamizi mkuu havipo kikatiba wala kisheria zozote zile. Kifungu cha 17 cha sheria ya ujumuishaji wa wadhamini hizi corporate, hizi Trustees Incorporation Act kinahusu tu ufuatiliaji wa uchaguzi wa wadhamini. Aliamini kwamba shirika la kidini lazima libainishe mamlaka kuu katika katiba na sheria yake, kwamba si jukumu la msajili wa vyama na msimamizi mkuu kuchagua mamlaka kuu ya shirika la Kiislamu, na ikiwa mamlaka kuu ingehitajika kwa ajili ya usajili ingejumuishwa katika katiba
sheria na vyama au kanuni. Sio, umenipata ndugu zangu hapo? Wanaendelea. Wanadai kwamba msajili wa vyama, msimamizi mkuu na mwanasheria mkuu walilazimisha kinyume cha sheria Waislamu na mashirika ya Kiislamu kujiunga na BAKWATA pekee. Waliamua kwa upande mmoja kazi ya kuwa shirika pekee kuu la Waislamu au mwamvuli nchini Tanzania, ambayo ni kinyume na matakwa ya Waislamu. Katika maamuzi waliofanya msajili mkuu, msimamizi mkuu na mwanasheria mkuu, yalikuwa yameenda kinyume na matakwa ya Waislamu. Kwa waliamua BAKWATA msimamizi pekee, mwamvuli pekee kwa Waislamu wote, ambayo yale mashirika mengine hayajumuishwa na Waislamu wengine wote hawakujumuishwa. Maana yake waliamua wenyewe na bila kufuata sheria. Ina maana sheria haitoi ile mamlaka kwa hao kuamua hivyo. Hii ilisababisha kuundwa kwa Baraza Kuu la Mashirika na Taasisi za Kiislamu Tanzania, Baraza Kuu. Walivyoona hivyo, kwa ikasababisha waunde sasa Baraza Kuu la Mashirika na Taasisi za Kiislamu Tanzania, Baraza Kuu. Huyo ni nani? Huyo ni mjumbe namba 5. Kwa kuona kwamba huyu BAKWATA ambaye walalamikaji wanacholalamika, katiba yao na wanachama wao ni wale wanaofuata itikadi za Imam Shafi, sisi wengine tunakuwa sehemu gani? Kwa sababu hawa sio baraza la Waislamu wote, kwa wakaamua au ilisababisha itengenezwe ili baraza kuu sasa, ambao ni lipi? Ni huyu mlalamikiwa namba 5 au mjumbe maombi namba 5, ambao baraza kuu lilianzishwa mwaka 1993 na kusajiliwa 2014, ambao liko wazi kwa mashirika yote ya Kiislamu, kwamba huyo BAKWATA anabidi awe ndani ya baraza kuu, na mashirika mengine yote ya Kiislamu ambayo yanaendeshwa labda nayo madhehebu mengine au itikadi zingine ambazo hazijatajwa hapa, maana imetajwa tu Imam Shafi, zitaongozwa na baraza kuu, ikiwa pamoja na BAKWATA. BAKWATA kwa ndani yake hapa, na barua za utangulizi zilizokubaliwa wakati huo kutoka kwa baraza kuu. Kwa maana yake na zile barua zilikubaliwa wakati huo kutoka kwa baraza kuu, kwamba ndio linaanzishwa kwake zile barua za kutambua ili baraza kuu la mashirika na taasisi za Kiislamu Tanzania zilitambuliwa mwaka huo. Licha hayo yote, msajili wa vyama na msimamizi mkuu waliendelea kukubali barua za marejeo na utangulizi kutoka kwa BAKWATA, na kuanzia mwaka 2020 walikataa kwa nguvu zote kukubali zile zilizotolewa na baraza kuu. Walisisitiza kutambuliwa kwa BAKWATA kama mamlaka pekee ya Kiislamu. Unaona sasa, huyu msajili wa vyama na msimamizi mkuu walizikubali tu zile za BAKWATA kama msimamizi mkuu wa Waislamu wote na mwamvuli wa Waislamu wote nchini Tanzania, na kuzikataa za baraza kuu, ambao hizi baraza kuu zilianzishwa kwa mazumuni gani? Ya kujumuisha mashirika yote ya Kiislamu. BAKWATA ndani pale na mashirika mengine hayo ambao wanaandikia hawa wanahitaji. Kwa hakuisahau msemaji huyo, msajili na msimamizi mkuu kwanza mwaka 2020 walikataa kwa nguvu zote, walikataa hilo baraza kuu, wakawa walikubali BAKWATA pekee. Inadaiwa kwamba kabla ya BAKWATA kusajiliwa kulikuwa na mashirika mengine ya Kiislamu, ikiwa pamoja na Jumuiya ya Ustawi wa Kiislamu ya Afrika Mashariki. Kwa kabla ya kuanzishwa BAKWATA kulikuwa na mashirika mengine ya Kiislamu, ikiwa ni pamoja na Jumuiya ya Ustawi wa Kiislamu ya Afrika Mashariki na Baraza la Tanzania la Jumuiya ya Ustawi wa Kiislamu ya Afrika Mashariki, ambayo yalitangazwa kuwa mashirika haramu mnamo 1968. Haya mashirika ambayo yalikuwepo, ambayo yametajwa hapa mawili, na haya mashirika mawili mali zao zilikabidhiwa kwa msimamizi mkuu wa Administrator General, ambao ni mlalamikiwa wa pili, na baadaye kwa BAKWATA. Maana yake sasa, baada ya mashirika kufutwa yale mawili, ndio ikaanzishwa BAKWATA mwaka 1968. Alafu na mali zao za mashirika ambazo zilikabidhiwa kwa msimamizi mkuu wa Administrator General, mlalamikiwa namba 2, na baadaye msimamizi mkuu akampa BAKWATA baada ya BAKWATA nini kuanzishwa. Na wanaamini kwamba ilikabidhi mali hizo moja kwa moja kwa BAKWATA na si kama mdhamini Muislamu. Yani huyu BAKWATA alikabidhiwa moja kwa moja hizo mali, na alikabidhiwa kama sio mdhamini wa Waislamu. Sasa tumesema BAKWATA sio baraza la Waislamu wote Tanzania, kwa ina maana alipewa upande mmoja katika ile mashirika ambayo yapo, alipewa BAKWATA tu ambayo ilianzishwa mwaka 1968, bali kama miliki wake pekee. Na amri ya ukabidhi mali iliyotolewa 1969 muda mfupi baada ya usajili na kuanzishwa kwa BAKWATA, na kuondoa mashirika mengine ya Kiislamu katika umiliki isiyofaa, na hivyo kusababisha ubaguzi usio wa haki ndani ya jamii ya Waislamu. Pia makubaliano kati ya Waislamu na Tanzania kuamua BAKWATA ndio mamlaka kuu. Wameendelea kusisitiza kwamba hizo mali kupewa hayo mashirika ambayo yalifutwa mwaka 1998, BAKWATA kupewa hizo mali ulisababisha ubaguzi usiofaa wa haki ndani ya jamii ya Waislamu, kwa sababu pale umetoa pande mmoja, kwa sababu BAKWATA si inaendeshwa kwa itikadi za Imam Shafi, wanaamikaji wanavyosema.
Kwa hiyo umetoa upande mmoja, ama mashirika mengine ambayo hayafuati itikadi za Imam Shafi wanapata mali gani? Na pia hakuna makubaliano yote katika jamii ya Waislamu kwamba BAKWATA ndio baraza kuu la Waislamu Tanzania pekee yenye mamlaka kuu. Hakuna. Kwa maana walifanya sivyo. Kwa wanaendelea. Na hii inathibitisha na ushiriki wa BAKWATA katika migogoro ya ardhi na migogoro ya ndani ambayo imeidhinishwa na kuandikwa katika maamuzi ya mahakama. Nimejua kitu hapa. Sababu ukiangalia zile kesi nyingi kwenye tovuti za mahakama Tanzania, unakuta ukisaji tu neno BAKWATA unakuta kesi nyingi migogoro ya ndani na ya ardhi, kugombania mali kibao, kondo wanavyosema. Kwa hiyo inaleta picha kidogo kabla tuendelea mbele. Kwa hiyo hii kesi inazungumzia uhalisia mzima wa BAKWATA na kabla ya BAKWATA, mali na migogoro mingine mingi ambayo chanzo chake kimeanzishwa au kimeanzia baada ya BAKWATA kusajiliwa na kupewa mamlaka kuu ya Waislamu wote Tanzania, wakati katiba ya BAKWATA haijumuishi Waislamu wote Tanzania. Sisi umenipata hapo? Kwa mgogoro ulianzia kuanzishwa kwa BAKWATA, umeanzishwa kwa niaba ya Waislamu wote, lakini katiba haizungumzii au haijumuishi Waislamu wote Tanzania. Mgogoro ulipoanzia kwamba imejitenga, yani inaonekana ni mgongo wa Waislamu wote Tanzania, lakini kumbe sio. Na hisi hapo umenipata. Tuendelee. Na walizidi kuangazia utendewaji usio usawa wa Waislamu kulinganishwa na Wakristo. Walibainisha kuwa serikali inatambua na kukubali mashirika ya Kikristo kama vile TEC, CCT na CPCT, lakini haitoi ulinzi au utambuzi sawa kwa mashirika ya Kiislamu. Walisisitiza kwamba utofauti huu unajumuisha ubaguzi usio wa haki, lakini hawakuweza kuthibitisha mbele ya mahakama kuhusu Wakristo kutendewa hivyo. Kwa hiyo sisi tunasema hapa kwenye kipengele hiki cha kuzungumzia Wakristo, walisema kama kuchombeza kwamba bwana, mbona makundi mengine yanafanywa hivi lakini sisi tufanyiwi, sasa ibidi wanafanywa hivyo, ibidi watoe ushahidi, lakini hawakuweza kuthibitisha hilo. Lakini hilo haitusababishi sisi tusiendelee kuwa kwenye msingi wa kesi, kwa msingi wa kesi bado hujaharibika. Lakini katika malalamiko yao mengine yote achana hili ambayo tunazungumzia kwa Wakristo, waliweza kuthibitisha kwa vielelezo na ushahidi mbalimbali. Wakili wa baraza kuu yule jibu maombi watano au mlalamikio watano wa baraza kuu pia waliunga mkono waliosema nini walalamikaji wale. Kwenye maana huyu baraza kuu aliunga mkono wale walioshtakiwa nao, waliolalamikiwa wenzake, na pia ameunga mkono hawa waliolalamika, kwa sababu hii inampa manufaa baraza kuu na inamwasili BAKWATA ambayo katika kukubaliana na wale walalamikaji nasema tangu kuanzishwa kwake baraza kuu kama mamlaka kuu ya Kiislamu, ambayo baraza kuu hili la jumuiya na taasisi za Kiislamu Tanzania, kama kuanzishwa kwake na barua za utangulizi kwa jamii za Waislamu kama mamlaka kuu ya Kiislamu, alitoa barua za utangulizi kwa jamii za Waislamu ili kurahisisha usajili huo kwa msajili wa vyama na msimamizi mkuu. Hata hivyo, baraza kuu lilipuuzwa kinyume cha sheria, hasa msajili wa vyama ambaye hatambui tena barua hizi za utangulizi, na sasa anasisitiza kwamba jamii za Kiislamu zipate barua hizo kutoka kwa BAKWATA pekee, jambo ambalo linakiuka uhuru wa Waislamu na kujumuika. Tumenipata. Kwa hiyo msajili kwanza sisitiza kwamba hizo barua za utambuzi kwamba za mamlaka pekee zitoe kutoka kwa BAKWATA na si vinginevyo, ndio baraza kuu hawatambuliki. Kwa hiyo baraza kuu nasema kwamba hiyo ndio inapelekea inakiuka uhuru wa Waislamu wa kujumuika. Kizuiziko kwa baraza kuu kinazuia uwezo wao wa kuungana na kufanya ibada yao kwa uhuru, na kinajumuisha kuingizwa kwa serikali bila sababu ambayo ni kinyume na katiba. Hapa baraza kuu tunasema kisheria aliruka na kuwageuka, kwa sababu yeye alikuwa mmoja wa washtakiwa watano au walalamikiwa watano, ila mwisho wa siku akawaruka wenzake na kuwa pamoja na walalamikaji. Kisheria tunaita hostility. Tunaweza kusema kwamba shahidi kamgeuka mwenzie, nageukana. Waliwageuka wale msajili wa vyama, msimamizi mkuu, mwanasheria mkuu, BAKWATA mwenyewe waligeuka. Huyu kwa akahamia upande wa nani? Walalamikaji, kwamba yeye ndio alipeleka barua za utambuzi, alafu wale wajua kazikataa. Sasa kwa nini unakuwa naye hata mkataa? Kwa akahamia kwa kwamba alipeleka barua 1 2 3, lakini akakataa. Upande wa mawakili wa msajili wa vyama, msimamizi wa vyama na mwanasheria mkuu walisemaje?